Kisa hichi katika kitabu cha Rawdatul Muhibbin cha Imam Ibn al-Qayyim anaelezea kuwa kuna mwanamke mmoja alimpenda sana kijana na akamtumia ujumbe kumwelezea shauku na hamu aliyokuwa nayo na matamanio yalipomjaa moyoni na mapenzi mazito aliyokuwa nayo juu ya huyu kijana. Alafu akamuomba kuwa wakutane, na huyu mwanamke alikuwa na mume wake, alikuwa yumo ndani ya ndoa. Akamshikilia sana huyu kijana. Huyu kijana alivyoona kuwa kashikiliwa sana vile, akamwambia rafiki yake wa karibu, akamwelezea ili tukio, kuna mwanamke hivi na hivi fulani fulani. Huyu rafiki yake wa karibu akamshauri, akamwambia, waonaje ukatafuta mmoja miongoni mwa ndugu zako, ikiwa ni dada yako au anti yako, ukamwambia aende akazungumze naye mwanamke, amshauri, amnasihi, ampe mawaidha, huenda ataacha. Hakuacha yule mwanamke, bali akamtumia ujumbe, akamwambia, chagua moja, ima mimi nije kwako au wewe uje kwangu. Yule mwanamume, yule kijana akakataa moja kwa moja. Sasa huyu mwanamke alivyokata tamaa, akavunjika moyo, akaona hakuna faida tena ya kumbembeleza na kumpa maneno mazuri na kumshawishi, akaenda kwa bibi mmoja. Bibi huyu anafanya mambo ya uchawi na uganga na kuroga. Akamfuata yule bibi, akamwelezea na akamwahidi zawadi iliyokuwa nzito kama ataweza kufanya mambo yake. Yule kijana akaanguka katika penzi lake. Yule bibi akafanya mambo anayoyafanya yake, yale ya ushirikina na uchawi. Sasa siku moja huyu kijana yuko na baba yake, kakaa naye nyumbani, akajihisi katika moyo mripuko wa mapenzi juu ya yule mwanamke. Hakuwahi kuhisi hivyo. Akahisi matamanio na hamu na shauku, hakuwahi, yani hili jambo mpaka likamchanganya akili yake, mwili ukamtetemeka, shauku imemjaa, miguu ya muasha, anataka kuenda kule alipo yule mwanamke. Sasa akainuka haraka, akaenda katia udhu, akaswali raka 2. Kumaliza kuswali, hapana, haikusaidia. Yani al-amru yashtad, jambo likawa linazidi kuwa kali na zito. Akamwelekea baba yake, akamwambia, baba yangu, tafuta kamba unifunge. Baba mtu akamuuliza, ya bunayya ma qisatuk, una kisa gani, jambo gani limekusibu? Yule kijana akamwambia baba yake, baba yangu, nimekutwa na hivi na hivi. Akamwelezea stori nzima vile ilivyotokea na yule mwanamke alivyokuwa akitaka. Yule baba mtu akakimbia haraka kuitafuta kamba, akamfunga yule kijana wake. Alivyomfunga, akaanza kutika yule kijana kamba, anataka kuzivunja, kuvunja, kukatakata, ili mradi haeleweki, akili